Na mtazamaji, kwenye meza ya michezo iliyopo kubwa linahusiana na mbio za kila mwaka za Rotary Dar Marathon ambazo mwaka huu zimepangwa kufanyika Oktoba 14 kama ilivyo ada kwa kila mwaka, lakini mwaka huu yenyewe mashindano haya yakiwa yamelenga katika ujenzi wa kituo cha afya hapa jijini Dar es Salaam. Mwanamchezo wetu anatuarifu zaidi. Mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya mbio hizo Shamila Bati amesema Rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi ambaye ni mlezi wa klabu ya Rotary ataongoza matembezi ya hisani yanayokwenda sanjari na mbio hizo. Aidha, Rais wa Rotary Club Zainul Dosa na mkuu wa itifaki wa mbio hizo Hamza Kasongo wameyapongeza makampuni ambayo yamekuwa yakijitokeza kuunga mkono mbio hizo. This year, the theme of the Rotary Dar Marathon is healing lives and changing communities. And we have had 6 years in the past, and every year or every once in 2 years, we have different themes because we support projects. The Rotary Dar Marathon is very different compared to a lot of sporting activities. This is a sporting activity which has a cause attached to it. Drive. Tutaelekea Tule Drive mpaka Seacliff tutakata kushoto mpaka makutano ya barabara hiyo na Haile Selassie. Tutakata kulia, tutaenda Slipway. Kutoka Slipway tutapita Doubletree. Tulianza na watu wachache kama takriban 700, lakini kwa mwaka jana tulikuwa na wakambiaji 1013. Kwa hiyo ndio tunategemea sasa kuzidisha hivyo. Mbio za Rotary Dar Marathon zilianza kwa mara ya kwanza mwaka 2009 kwa ajili ya kukusanya fedha za kusaidia miradi ya kusaidia jamii katika siku ambayo ni kumbukumbu ya kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Kutoka Dar es Salaam, Kisa Mwaipiana, Channel 10. Asante sana Kisa Mwaipiana kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kwenye soka tunaambiwa klabu mahasimu wa kihistoria katika ligi kuu soka Tanzania bara, yani Simba na Yanga, zimeanza rasmi maandalizi kwa ajili ya msimu mpya wa ligi kuu unaotarajiwa kuanza Septemba 12 ya mwaka huu. Ifuatayo taarifa kamili. Simba imeondoka leo jijini Dar es Salaam kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya maandalizi, ambapo kwa mujibu wa msemaji wa klabu hiyo Haji Manara, timu hiyo ikiwa visiwani Zanzibar itacheza michezo miwili ya kirafiki kabla kuivaa Mgambo Shooting kwenye mechi yake ya kwanza ya ligi kuu. Katika mazungumzo yake, Manara amegusia suala la usajili klabuni hapo, ambapo amesema kuwa kocha mkuu wa timu hiyo Darren Kyle ameweka wazi kuwa kikosi hicho kinahitaji mshambuliaji ambaye atakuwa na uwezo wa kufunga mabao mengi kwa msimu. Kama mnavyofahamu, mechi ya mwisho hiyo tulijaribu mchezaji kutoka Senegal, Papa Niang. Kwa viwango vyake kocha amesema hajaridhika naye, ameshaondoka. Jana tulimpokea mchezaji mwingine kutoka Senegal anajulikana kwa jina la Abdoulaye, na tunaye mchezaji mwingine anaitwa Dembele anatoka Mali. Hao wote wapo kwa ajili ya trials. Kwa upande wao, mabingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara Yanga wameanza rasmi maandalizi yao ya kutetea taji hilo walilolitoa msimu uliopita, ambapo kwa mujibu wa msemaji wake Jerry Muro, kikosi hicho kimeanza rasmi maandalizi hayo katika uwanja wake wa Jangwani, ambapo katika mechi yake ya kwanza wa ligi kuu itaumana na Coastal Union. Aidha, Muro amewabeza watani wao wa jadi timu ya Simba, ambapo amesema kuwa timu hiyo imekuwa ikifuata njia ambazo timu yake imekuwa ikizitumia, hasa akisisitiza kuwa Yanga pia ilitaka kuweka kambi visiwani Zanzibar. Ni vizuri wakijisikia waje nao waombe mchezo wa majaribio tu. Maana nadhani kasi wameiona, nguvu wameiona, pressure wameiona. Kama utajisikia basi tufanye mazoezi pamoja pale uwanja wa Amani pale. Kutoka Dar es Salaam, mimi Moses Masenga. Asante sana Moses Masenga. Mtazamaji, tungali bado kwa upande wa michezo wa soka. Tunaambia Tanzania imeshika nafasi ya pili katika michezo ya soka kwa Afrika Mashariki kupitia timu kutoka kituo cha michezo cha Alliance cha jijini Mwanza ambacho kimerejea kutoka Rwanda. Ifuatayo ni taarifa kamili.
Katika fainali hizo maalum kwa shule za sekondari za Afrika Mashariki, Alliance wamefanikiwa kushika nafasi ya pili baada ya kupokea kichapo cha mabao 4-3 kutoka kwa kikosi cha Masaka Sekondari ya Uganda yaliyopatikana kwa njia ya penati. Timu hizo zimejikuta zikitinga hatua hiyo baada ya kutoka sare ya mabao 2-2 kunako dakika 90 za mchezo, matokeo yaliyomlazimu mwamuzi wa pambano hilo kuamuru ipigwe mikwaju ya penati ili kumpata mshindi wa pambano hilo. Mchezo wa kwanza sababu kwetu kwa bado hatujajua jinsi wale walivyo, na kwetu ilivyoanza tulianza vibaya na sio kaida yetu, ila tumejifunza mambo mengi. Kocha mkuu wa timu hiyo Kesim Zirai amesema kuwa ingawa wameshiriki katika michuano hiyo kwa mara ya kwanza, wameweza kujifunza mengi kimichezo, ikiwa ni pamoja na kujifua zaidi kama njia pekee ya kujinoa na michuano ya kitaifa na kimataifa. Ni michuano ambayo naweza kusema kwangu nimejifunza vitu vingi sana. Ni michuano ambayo ilikuwa ni migumu, ilikuwa ni mizuri, na ni kweli wenzetu wa ukanda huu Afrika Mashariki na Kati, hususan Kenya, Uganda na Rwanda, kwa kweli wamejiandaa sana katika kuandaa timu zao. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tumejifunza, na sio kwamba ilikuwa ni michuano tu ambayo tunaweza kusema kwamba ni ya shule za sekondari, lakini naweza kusema kwamba ni michuano ambayo inakusanya ni kama vile timu za taifa. Meneja wa kikosi hicho James Bwire amesema kutokana na ugumu wa michuano hiyo, wanatarajia kupanga programu mpya za mwakani ili waweze kutoa kombe hilo la Afrika Mashariki kwa mara ya kwanza. Tulipoingia mwanzoni watu tulipatisha tukapigwa 5-0. Kwa sababu ni timu tukajipanga, mechi iliyofuatia tukatoka draw, mechi iliyofuatia tukacheza pia na Burundi tukapiga 2-0, mechi ya tatu tukacheza na Rwanda tukapiga 3-0. Ndani ya michuano hiyo iliyozishirikisha timu 11 za Afrika Mashariki, Alliance kwa matokeo walioyapata wamefanikiwa kutoa medali za shaba pamoja na vyeti vya kuthibitisha ushiriki wao katika michuano hiyo. Henry Kavirondo, Michezo na Burudani, Channel 10, Mwanza. Asante sana Henry Kavirondo kutoka huko jijini Mwanza. Lakini tukielekea mkoani Manyara, tunaambiwa licha ya kushika nafasi ya 5 kitaifa katika mashindano ya UMITESHUMTA na UMISETA kati ya mikoa 23 iliyoshiriki mashindano hayo ambayo yamalizika hivi karibuni mkoani Mwanza, kamati ya michezo ya mkoa wa Manyara imetakiwa kuboresha zaidi michezo, ikiwemo kuboresha miundombinu ya michezo. Kutoka huko Elia Kimani anatuarifu zaidi. Rai ya kuitaka kamati ya michezo mkoani hapa kuboresha na kuimarisha miundombinu ya kimichezo imetolewa na katibu tawala mkoa wa Manyara, ambaye ndiye mgeni rasmi katika mkutano huu wa kuwasilisha ripoti ya mashindano ya UMITESHUMTA pamoja na ile ya UMISETA ambaye imemalizika hivi karibuni jijini Mwanza, huku mkoa wa Manyara ukikamata nafasi ya 5 katika matokeo ya jumla. Napenda kuwa muongeze ushindani katika mashindano haya muhimu. Kila mwanafunzi apewe nafasi ya kucheza. Shule zote ziwe na viwanja vya michezo. Walimu wa michezo waendelezwe kitaaluma kwa kuwawezesha kushiriki mafunzo mbalimbali. Naam, hiyo ni taarifa ya Elia Kimani kutoka huko mkoani Manyara. Mtazamaji, sasa tutazame kwa upande wa kimataifa kuna nini huko. Hii hapa. Mechi za mtoano za hatua ya 16 bora kwenye mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika ya mpira wa kikapu zimeanza jana nchini Tunisia, ambapo timu 4 za kwanza zimetinga hatua ya robo finali. Wenyeji Tunisia wametinga hatua hiyo baada ya kuponea chupu na kuitoa Morocco kwa jumla ya pointi 69 kwa 68, na hivyo katika mechi ya kwanza robo finali itakutana na Mali ambayo yenyewe ilitoa Ivory Coast kwa pointi 76 kwa 57. Bingwa mtetezi Angola watakuwa na kibarua kizito katika robo finali ya pili dhidi ya Misri baada ya kuitoa timu ya taifa ya Jamhuri ya Afrika kwa jumla ya pointi hafifu 62 kwa 61. Kocha wa Angola Moncho Lopez amesisitiza kwamba licha ya mwendo wa kusuasua wa timu yake hiyo ambao ni mabingwa mara 11 wa michuano hiyo, anao uhakika wa kutetea taji lake. Misri wenyewe baada ya kuitandika timu dhaifu ya Zimbabwe kwa pointi 102 kwa 62, wanaingia katika mchezo huo wakijivunia mafanikio walionayo tangu kuanza kwa michuano ya msimu huu, ambapo wamevuna pointi nyingi zilizowawezesha kufikia hatua hiyo tangu wafanye hivyo misimu 4 iliyopita. Mechi 2 za robo finali zitapigwa kesho, huku 2 zingine za robo finali zikisubiri matokeo mengine ya mtoano katika mechi zinazopigwa leo za hatua 16 bora, ambapo Senegal wanacheza na Uganda, Cameroon na Algeria, Cape Verde na Gabon, huku Nigeria ikipambana na Msumbiji. Mechi za marudiano kwenye mitanange ya mtoano kwa ajili ya kufuzu hatua za makundi ya michuano ya kombe la klabu bingwa barani Ulaya kwa timu 5 kati ya 10 zinazowania nafasi hiyo imefanyika jana kwenye viwanja mbalimbali barani Ulaya. Katika michezo hiyo, timu ya soka ya Celtic imeshindwa kufuzu hatua ya makundi ya michuano hiyo
baada ya kufungwa goli 2-0 dhidi ya timu ya Malmo FF kwa uwiano wa goli 4-3. Celtic iliingia kwenye mchezo huo ikiwa na kumbukumbu ya ushindi wa magoli 3-2 kwenye mechi yake ya awali, lakini ilijikuta kwenye wakati mgumu baada ya mchezaji Marcus Rosenberg kuifungia Malmo katika dakika 23, na baadaye mchezaji wa Celtic Derek Boyata alijifunga na kuwapa faida Malmo. Kwingineko, klabu ya Valencia imeambulia kichapo cha magoli 2-1 kutoka kwa Monaco ya Ufaransa. Timu hiyo inafanikiwa kutimiza idadi ya timu 5 katika ligi ya Hispania maarufu kama La Liga zitakazoshiriki ligi ya mabingwa barani Ulaya baada ya kuibuka na ushindi wa jumla wa magoli 4-3 katika mechi zote 2 za mtoano na wapinzani wao hao. Valencia inayonolewa na mchezaji wa zamani wa Uingereza Phil Neville inafikisha idadi ya timu 5 baada ya timu ya Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid pamoja na Sevilla iliyofuzu moja kwa moja baada ya kunyakua taji la kombe la Europa. Mbali na timu mbili hizi kufuzu, timu zingine ambazo zimefanikiwa kutinga hatua ya makundi baada ya mechi za jana ni Maccabi Tel Aviv ya Israel, Shakhtar Donetsk ya Ukraine na Dynamo Zagreb ya Croatia. Draw ya upangaji makundi ya ligi ya mabingwa msimu huu inatarajiwa kufanyika Alhamisi hii, ambapo timu 5 zitakazotimiza idadi ya timu 32 zitajulikana baada ya michezo, ambapo miongoni mwa michezo hiyo ni Man United itakuwa dimbani dhidi ya Club Brugge ya kule Ubelgiji. Nikiripoti kutoka katika dawati la michezo la kimataifa, mimi ni Musa Kipanya wa Channel 10. Asante sana Musa Kipanya kwa taarifa hizo za michezo na burudani kimataifa. Mtazamaji, ifuatayo sasa ni zaidi habari. Shule ya msingi Kunguru iliyoko mtaa wa Kunguru, kata ya Goba katika jiji la Dar es Salaam ni miongoni mwa shule za msingi ambazo licha ya kuwa ziko jijini zinakabiliwa na changamoto kadhaa za miundombinu isiyo rafiki katika utoaji wa elimu. Miongoni mwa changamoto zinazoikabili shule hiyo iliyoko takriban kilomita 8 mpaka 10 kutoka barabara inayoelekea Bagamoyo ni pamoja na upungufu wa madawati, vyumba vya madarasa pamoja na kukosekana kwa maji safi shuleni hapo, hali inayosababisha wanafunzi hususan wa kike kukatisha kwa muda masomo pindi wanapokuwa katika hedhi, hivyo kurudisha nyuma mahudhurio ya vipindi husika na maendeleo yao kitaaluma. Ukosefu wa vyumba madarasa katika shule hiyo yenye jumla ya wanafunzi 1393 umesababisha chumba kimoja cha darasa kutumiwa na wanafunzi zaidi ya 190 badala ya 40 kama inavyotakiwa. Aidha, upungufu wa madawati kwa mujibu wa mwalimu mkuu wa shule hiyo Elia Juae Maro unaonyesha ukubwa wa tatizo, kwani wakati mahitaji halisi ni madawati 487, shule hiyo ina madawati 140 tu, upungufu ukiwa ni madawati 347. Kuhusiana na kutokuwepo kabisa kwa huduma ya maji shuleni hapo, mwalimu Maro anasema walimu pamoja na wazazi wanagubikwa na hofu, hususan usalama wa afya za wanafunzi, ikizingatiwa tahadhari zinazotolewa na mamlaka mbalimbali kuhusiana na magonjwa ya mlipuko kama vile kipindupindu. Dawati tunahitaji sasa hivi tuna madawati 140, lakini tuna upungufu wa madawati 347 mpaka sasa hivi. Lakini vile vile kwa upande wa shuleni kwetu hapa tumewekewa bomba la Dawasco ambao wananchi wa eneo lote ili wanatumia hilo bomba. Lakini shule kama shule hatujapata wasawa kutumia hayo maji, kwa sababu hata tukiagiza watoto pale lazima wawe na fedha ndio wapate huduma pale. Kwa hiyo inalazimika watoto, kwa sababu fedha za kutoa kila siku hazipo, wanalazimika basi waende mitaani kwenda kuomba maji. Sasa nyingine wanachukua maji hata yaliyotuama ambao maji sio salama, wanakuja kufanya usafi. Baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo wamezungumzia kadhi ya wanazokumbana nazo, ikiwemo ya wanafunzi kwenda msalani na kutoka bila kunawa, huku wakilazimika kwenda kula wakati wa mapumziko bila kusafisha mikono, kinyume kabisa na kanuni za afya. Mtu mwingine akienda chooni ajisaidia, ajifutia kwenye ukuta. Akijifutia kwenye ukuta, aenda bondeni kule. Aenda bondeni ananunua maji, ananunua vitu. Anakula, mzee kija kimuomba anamkatia mikono yake ambayo kwa kujifutia na kinyesi chake, ajifutia kinyesi. Akimwomba anamkatia na mikono. Kwa sisi wasichana inatukosi sana wakati tukiingia labda kwenye period hiyo, tukiingia kama hivyo. Unakuta inatukosi, tunakaa darasani, unafikiria hata kama nikienda chooni maji hamna. Unafikiria ngoja niende nikaseme kwa mwalimu. Unaenda pale, mwalimu, mimi najisikia vibaya, nipo hivi na hivi na hivi.
mwalimu anakwambia hivi, sasa tutafanyaje? Maji yenyewe huko hamna. Basi nenda nyumbani. Yaani ndio inatukosti kiasi kama cha hivyo maji, yani maji ni shida. Uboreshaji wa miundombinu ya utoaji elimu katika shule za msingi nchini ni changamoto inayotakiwa kupatiwa ufumbuzi wa haraka kwa ubunifu wa mamlaka mbalimbali, hususan halmashauri za manispaa, ambapo baadhi ya wazazi wanaelezea utayari wa kushiriki katika kuboresha miundombinu hiyo ili kuwa rafiki kwa wanafunzi na walimu. Hii ni Zaidi ya Habari. Asante sana mtazamaji, na hiyo ni Zaidi ya Habari kwa mujibu wa Beatrice Eric. Sasa kabla ya kuondoka hapa studio, basi tujikumbushe miongoni mwa yale tuliokuwa nao kwa usiku wa leo. Kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 25, vyama vya siasa vinatakiwa kuangalia namna bora ya kutumia vikundi vyao vya ulinzi bila kusababisha vurugu. Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini leo amesaini mkataba wa amani kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na katika michezo, Rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi kuongoza matembezi ya mbio za Rotary Dar es Salaam Oktoba 14 mwaka huu hapa jijini Dar es Salaam. Na hizo ndio habari ambazo tulikuwa nazo kwa usiku huu wa leo. Nikushukuru kwa kuambatana nasi mwanzo mpaka hivi sasa ambapo tunahitimisha taarifa yetu hii ya habari. Lakini nikukumbushe, kama una lolote la kuzungumza, basi usisite kutuandika katika anwani yetu ya barua pepe ya info@channel10.co.tz, info@channel10.co.tz. Basi utapata yote hayo ambayo utakuwa unayazungumza. Mimi ni Ezekiel Mambopo kwa niaba ya waandaji wa habari hizi pamoja na wasimamizi, nikutakia wakati mwema. Bye bye.